Ah, Bwana Yesu asifiwe. Natumaini ni mzima wa afya. Mahali popote pale ulipo, neema ya Mungu ikawe pamoja nawe. Kwa jina naitwa Godfrey Sanzu, ni mtumishi wa Mungu, nimeokoka, nampenda Bwana. Amen. Kwa siku ya leo nilikuwa natamani kushare na wewe kitu kimoja ambacho kwa siku mbili zilizopita nyuma nilikuwa nikikisikia Bwana alikuwa kikinizungumzisha kwa sana, mpaka nilipopata utulivu wa kujaribu kuweza kuuliza, what does it mean Lord? Something that we call heaven diplomacy. Diplomasia ya mbinguni. Diplomasia ya mbinguni. Now, nitakwambia kama jinsi alivyonielekeza. Nitakueleza kama jinsi alivyonifunulia. And this is what he wants us human beings to know. Hivi ndo ambavyo anataka sisi tufahamu au tuelewe au tuchukulie, kama vile jinsi ambavyo kuna diplomasia za hapa duniani na mataifa ya hapa duniani yanakuwa yakitumia concept ya diplomasia katika kutengeneza umoja au wakati mwingine mahusiano ya kimataifa, kubalance mahusiano ya kimataifa. Basi pia hivyo hivyo upo ufalme mwingine, ufalme wa juu sana kuliko falme zote. Ule ufalme still bado unataka peace with human beings. Ule ufalme bado unataka mapatano, maelewano, mahusiano mazuri na dunia. Kivipi? Niliposikia Bwana akiniambia kuhusiana na heaven diplomacy, and this is how he started to teach me. Neno la Mungu linamtaja au linamtambua Yesu Kristo kama mpatanishi, reconciliator, reconciliator. Yes, reconciliator. Now, amekuja kama mpatanishi kwetu, akitupatanisha sisi na baba yake. Maana yake ni nini? Akitupatanisha sisi na baba yake. Lakini ili mtu uweze kukizi vigezo vya kuweza kuwa mpatanishi mzuri katika viwango vya diplomasia, cha kwanza kabisa lazima uweze kujua upande unaotokea na upande unaoenda kuomba maridhiano. Basi pia vile vile kwa namna hii Mungu wa mbinguni alikusudia tangu zamani ya kwamba atupatanishe sisi na nafsi yake mwenyewe, akamtoa Yesu Kristo ili aje afe ulimwenguni kwa ajili yetu sisi. Lakini kumtoa kwake huku kulikuwepo ni kwa namna ya tofauti kidogo, lakini pia ni vile vile kama jinsi inavyofanana na diplomasia za duniani, ya kwamba ilihitaji entity au ilihitaji masihi ambaye atakuwepo na ubinadamu ndani yake, lakini pia atakuwepo na full uungu ndani yake. That's why the Bible inamtaja Bwana Yesu, anasema in him was the fullness of Godhead, but in him he was the son of man. Yeye pia alikuwepo ni mwanadamu, lakini yeye mwenyewe pia alikuwepo ni Mungu. Sasa yeye kwa concept ya yeye kuja anazaliwa na mwanamke, lakini baba yake ni Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Kwanza mpaka hapo amekizi kigezo cha kuwa mdiplomasia wa kupatanisha wanadamu pamoja na mbingu. Lakini hajaishia tu hapo. There is a certain study of blood. Katika this study of blood there is something that we call melanin. Kuna kitu kinaitwa melanin ndani ya damu ya mwanadamu. Wanasayansi wa zamani na Waebrania walifanya uchunguzi, nao wakagundua kitu kimoja, ya kwamba katika hizi melanin ambazo zinaushikilia mwili wa mwanadamu na kufanya jinsi ulivyo, to give the body its form, na yani jinsi ulivyo, mwili jinsi ulivyo, wakagundua kusema kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna hizi melanin, katika damu kuna hizi melanin, na hizi melanin zina shepu ya msalaba. Bwana akanikumbusha, baada ya kukumbuka concept hiyo, akanikumbusha na kunieleza jambo hili kwamba namna ile ile ambavyo kama maandiko na neno langu linasema kusema kwamba alisulubiwa Yesu Kristo kabla ya kuwako kwa misingi ya ulimwengu, pia ni kwa namna hiyo hiyo hata kati anamuumba mwanadamu. Maanake mwanadamu ameumbwa baada ya misingi ya ulimwengu, lakini hata mwanadamu alipokuwa akiumbwa baada ya hiyo misingi ya ulimwengu kuwako, maanake alikuwa tunaumbwa tukiwa tayari tumekusudiwa kuokolewa
kwenye mwanakondoo ambaye yeye alisulubiwa kabla hata ya dunia haijapigwa misingi yake. Manake wokovu wetu uliwekwa ndani yetu, lakini hii ni ishara ya kwamba Bwana amekusudia, amejiweka ndani yetu, ndani ya damu zetu, na amekusudia kutuokoa kwa njia ya msalaba. Lakini njia hii au namna hii Mungu ameikusudia kwetu ili ijulikane ya kwamba hakuna njia nyingine tena au hakuna namna nyingine tena ambayo wanadamu wataokolewa isipokuwa kwa damu yake yeye mwenyewe, mwana wa Mungu. Yaani pia ni kama vile unabii au kutujulisha wanadamu kusema kwamba tutaokolewa kwa damu ya mwanakondoo. Sasa yule mediator ambaye yeye utupatanisha sisi na mahakama kuu ya mbinguni, ambao sisi hapo mwanzo ni kama wahalifu, sasa katika hatua na katika steji za kidiplomasia tumeshamkosea Mungu tayari, tulishavuruga mahusiano yetu pamoja na mbingu, tulikuwa ni kama vile independent sovereign states, but God kwa huruma zake akaona si vyema tuendelee kupotea namna hiyo, kwa sababu sisi kuwa independent haimaanishi kusema kwamba we are safe. No, we are doomed, but God in his mercy akakusudia kutuokoa, basi akamtoa wakili kama vile mediator aje kufanya reconciliation, upatanisho kati yetu sisi na mbingu. Ndiye huyo Yesu Kristo ambaye mmesikia habari zake hata hivi leo. Mkiri Bwana kuwa ni mwokozi wa maisha yako, si tu kwa kinywa chako, bali kutubu kwako kuendane na matendo yako. Ndiyo mapenzi ya Mungu ya kwamba awaokoe wale wote waaminio kwa neno la ushuhuda, na kwa neno lile la ushuhuda linalohubiriwa ambalo linaonekana kama ni la upuuzi, neno la msalaba, neno la mwanakondoo. I am a child of God. Nimempa Bwana maisha yangu, na ushauri wangu pia ni kwako na wewe pia. Kama maneno haya yakapata kibali masikioni pako, basi mpatie Bwana maisha yako, si tu kwa maneno bali kwa vitendo, si tu kwa maneno bali katika kuishi yale ambayo Mungu ameyaagiza tuyaishi. Amen. Shalom. Uwe na wakati mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.